ukatili ni kitendo au vitendo vyovyote vibaya ambavyo mtu hapaswi kufanyiwa, lakini sisi tunavifanya. Huo ni ukatili. Lakini hivyo vitendo, huo ukatili umegawanyika kwenye makundi mengi. Kuna ukatili wa kimwili, ni vipigo vilivyopitiliza. Lakini kuna ukatili wa kingono. Ukatili wa kingono kuna kubaka, kubakwa, kulawitiana. Sasa hivi kuna mapenzi ya jinsia moja. Wakina mama tuna kazi ya kuomba. Tulikuwa tunafikiri wanaofanyiwa ukatili ni watoto wa kike tu, lakini watoto wetu wa kiume wanapotea, wanateketea. Na tusiposimama sisi kama wakina mama kuomba, tutakosa wababa. Kwa sababu sasa hivi mapenzi ya jinsia moja hasa kwa wanaume yameshika kasi sana. Na siwafichi, katika wilaya yetu ya Mpwapwa hayo maisha sasa hivi yapo, na cha kusikitisha zaidi kwenye shule za msingi watoto wapo. Kesi tunazipokea nyingi. Sasa kama mimi na wewe hatukushika nafasi zetu, kizazi cha wanaume kinakwisha. Tutakuwa na watoto wa kike tu. Je, hilo ni kusudi la Mungu? Mungu ameumba mtu mke na mtu mume. Tuhakikishe tunasimama kuombea familia zetu, lakini sio kuombea tu, kwa sababu kuna sababu za ukatili. Kwa nini ukatili unatokea? Tutafika huko. Baada ya ukatili wa kingono, kuna ukatili wa kisaikolojia. Daktari amesema huu ukatili wa kisaikolojia unatuathiri sana. Tusione sasa hivi kausha damu, tunakamatiwa vyombo vyetu kila siku. Tumeathirika kisaikolojia. Utaona mtu tu anatembea, sasa mimi nitafanyaje? Tayari amevurugwa afya ya akili. Na kiuhalisia kila mtu hapa ana afya ya akili, ila kwa wakati gani utanyanyuka, hiyo afya ya akili itapanda, ni wakati utaongea. Sasa ukiwa na kausha damu zilizopitiliza, afya ya akili chapu haraka inanyanyuka. Wakina tupo Lakini kuna ukatili wa kiuchumi. Ukatili wa kiuchumi na wa kisaikolojia vinafanana, kwa sababu mtu ukimpiga kwenye uchumi automatic anachanganyikiwa. Huo tunakutana naye kwenye ukatili wa kisaikolojia. Huu ukatili wa kiuchumi tunafanya na kufanyiana. Zamani tulikuwa tunadhani wababa ndio wababe, lakini sasa hivi hata wamama wababe. Mama anachukua hati ya nyumba bila kumshirikisha baba, anapeleka kwenye kausha damu. Baba akija kushtuka, siku hiyo madalali wanakuja, wanataka kuuza nyumba. Huyu mzee akijafanyiwa ukatili wa kisaikolojia, hatodondoka kwa pressure, hatokufa. Sababu ni nani? Ni mama. Zamani tulisema wababa tu, kwa sababu baba ilikuwa wakati wa kutafuta, tunatafuta mimi na baba. Lakini wakati wa matumizi, baba ndio mwenye mamlaka ya kusema wewe mwaka huu utavaa kanga doti moja. Naona Lakini kuna ukatili wa kimtandao. Huu ukatili wa kimtandao umeshika kasi sana. Kama ambavyo tunaona siku hizi watu picha za utupu zinarushwa kwenye mitandao. Huu ukatili unaanzia chini kabisa. Na huu ukatili usipojiangalia vizuri unakuingiza kwenye ukatili wa kisaikolojia. Kwa nini nasema hivyo? Kuna mahusiano siku hizi, mabebi, mama yuko Mpwapwa, hasa sisi watumishi, baba yuko Morogoro. Potofu zinatupelekea sisi kufanya ukatili au kufanyiana ukatili. Tena tushuki katika maombi. Ndoa zetu ni paradiso ndogo, lakini haitokuwa paradiso kama wewe mama hujasimama vizuri katika ndoa yako. Kama wewe mama uko bize na vitendo vya ukatili. Tunaona sasa hivi wababa wamechoma moto, baba kamwagiwa maji ya moto, kisa tu umesikia. Kwa nini usikie maneno ya kusikia? Na mpaka unasikia, wewe ulikuwa wapi? Uone kwamba wewe ni chanzo cha matatizo? Sio kila unayosikia yana ukweli. Kwa hiyo sisi wakina mama ni shingo, baba ni kichwa. Sasa hichi kichwa kimebebwa na shingo. Ukiona hichi kichwa kinadondoka, ujue shingo imeshindwa kuhimili kichwa. Kwa maisha tu ya kiduniani, kwa tamaa zetu, falsafa
falsafa ya sa se si so su. Awi. Hii saa inasema sali sana. Wewe mwanamke, sali sana ili uweze kuokoa ndoa yako, kuokoa familia yako, kuokoa taifa lako. Kwa sababu kama taifa likiwa halina amani, hata nyumba, familia hazitokuwa na amani. Lakini wanasema sema na Mungu wako. Sema na Mungu wako. Lakini sikiliza neno la Mungu. Tunaangamia kwa kukosa maarifa. Tunaweka Mungu pembeni. Tunatanguliza sana binadamu. Lakini hapo na zile imani za kishirikina zinaingia. Ukiona ndoa yako imeteteleka, unakimbilia kwa mganga. Mganga ni binadamu. Lakini sema na Mungu wako, kila kitu kitakuwa sawa. Lakini wanasema soma kitabu cha Mungu. Suluhisha pale inapobidi. Suluhisha pale inapobidi. Hakuna. Asante. Asanteni sana viwaya, asanteni sana.